I listen. Sawa bao na kwa tu free. Hope haita break marriage but inaweza kuchange mind. Just So, babe, yani imagine mimi ni guys, yani imagine mimi ni mgonjwa na tumbo inanuma vibaya sana. Si unajanga saa zingine mtu anaweza kuwa na hiyo cramps zenye unaelewa. Hiyo ni tumbo tu normal, lazima ikume na unaweza take painkiller ama uchukue hiyo Tristate hiyo umeze ikamdam kila kitu. Lakini guys, tumbo inanuma na imenuma katikati ya mwezi. So I don't expect anything katikati ya mwezi. Tumbo inanuma so painful. Na sijui ni kwa nini alafu imenishika hadi na mgongo. Saa mimi nalia kabisa, nalia naambia msemi tumbo inanuma. Hadi tu yani akiniangalia ananiona tu mimi niko mgonjwa kabisa. Lakini msema ananiambia anajifanya tu ako caring complete. Ana boil ona sasa ana boil hot water, warm water na chumvi na mix kasukari kadogo ananipatia nikunywe, i calm down stomach. Hiyo ni first aid. Sawa, mimi nikaridhika juu mzee amekuwa nini caring, ananifanyia kitu kaa hiyo. So unaona guys, so but my back pain ina still going with my stomach. Yani next day bado tu tumbo inanuma na it's very painful guys. Hata ukiniangalia nilikuwa siwezi kuamka kwa hii kiti. Lakini si mtu nilikuwa nimenunua painkiller. Sasa the next day nikaamua kubaiwa nini painkiller which ni back pain lakini si ya stomach. Unaona? Ni ya mgongo tu. Itanisaidia mgongo at least but tumbo bado inanuma which is I don't know if yani nimepoisoniwa ama niko na any. Unaona tumbo inakumanga maybe uko na umekula kitu mbaya. Unaona nini guys? So tumbo inanuma, in short tumbo inanuma. Watu wenye tumbo wao inauma wanaelewa. Si yuko katikati ya mwezi na si yuko pregnant, so I'm sick. In short I'm sick. Na sijui ugonjwa gani yenye niko naye. On that day mzee amenibuy painkiller. Mimi nikaichukua nikaimeza. I thought somebody is caring for me na maybe ana do. But akanipatia 5,000 akaniambia chukua 5,000 uweke ni ya rent. Mzee akikuja kugonga mlango fanya nini umpatie. Juu ni mzee wangu, nikachukua pesa nikafanya nini nikaiweka pale. Mimi nikaridhika. On the 4th day, guys, at least hiyo painkiller nilimeza, at least imenifanya nini? Yani unajua mwanamke unakuanga tu bado ni mgonjwa but una keep on going. Juu sasa unafanya tu kazi yako 1 2 3 mzee anaona kama uko tu bado sawa. Guys, acha nikwambie hiyo kitu mimi iliniuma na inanuma mpaka sasa nikiona dana nasikia tu kuuma. Unaona guys? So, the 4th day simu ikapigwa. From where? From home. Wapi? Kwao. Madhe kichwa inamuuma. Acha nikwambie ilikuwaje. Hello Dan. Umeshindaje? Acha hizo story. Sasa acha nikwambie guys, 4th day. Acha nikwambie, Kwa nyumba kila mtu akona mnakuwa na plan. Pesa nilikupatia ilikuwa ya rent. Sawa. Haya wewe kuumwa na tumbo ni kitu nomo. Na nimekufanyia nini? Kwa nini mimi kuumwa na tumbo ni kitu nomo? Azin mwanamke sometimes inauma pengine wanawake mostly ama unamaanisha mimi wanawake. How many women kuna ile wakati mtu wanawake wagani hii experience kwa life yako? Hapa ni kitu tunalana. Sawa, acha basi hiyo iniumi kunikea kuumwa na tumbo hiyo iniumi. So yenye mimi nauma ni madha yako amepiga simu na akakwambia hii mchana ameshinda kwa shamba but venye amerudi anasikia kichwa inamuuma vibaya sana na amelala wapi kwa kiti but still bado ametake painkiller which is Panadol maybe sijui but alisema amechukua painkiller na akosa but amelala kwa kiti kichwa inamuuma. Na bidii yako kasema hey mom kichwa inakuuma aje babe toa hizo pesa hebu leta pesa rent. Mzee alikujia hapana, ushachukua 2,000 umedeposit umetumia mama yako immediately na si mgonjwa yenye hata mwenye hajakwambia kwa mgonjwa ile mbaya mwenye yani. Hey guys, mtu anachukua ile pesa yenye mlienda kuweka akasema ni ya rent anatumia mama yake direct. Ukiona na wewe ulikuwa unaumwa hata na alikuwa anakuona tu venye una struggle hapo. Yani mtu mwenye hata ajua kwa hali gani anamtumia do. Hiyo kitu inauma. Assume ni wewe. Wewe nayo ungekuwa ni wewe mzazi yako amekwambia hivyo. Anaumwa na kichwa. Alafu na wewe uko hapo unajua nani mgonjwa anahitaji matibabu. Hapana, unajua sasa shida ni huenda ikawa wewe sababu ya huruma yako ama sijui umejijazia huyu ana pesa nini ujefunguka uniambie mimi si twende usi ama tufanye nini? So niko mgonjwa nishakuuliza ya kwanza utaenda usi
Kaniambia hapa, hiyo ni first day wakati tumbo ilikuwa Hiyo ni uongo. inakuuma. Hiyo ni uongo na ni excuse Mtu kenye itakuja. anauliza, siwezi kosa Uongo. Na kuuliza. nikuulize. Unaona? Wacha Siwezi nikwambie. kosa kuuliza. Wife wako akikuwa Hiyo ni- mgonjwa, hiyo tumbo utamuuliza, ni- usikie, utamuuliza twende usiame, utamwambia, hey, you need to go to see the doctor. You Ah, need. unamuuliza kwanza, utampeleka na kama hataki. Sasa na kama na sitaki juu najua una do. Example. Na mimi mwenyewe So, sina hiyo do ya kujipeleka Sasa ofisini short. hapo ndo mnakosea. Hapo ndo mnakosea kwa sababu wewe unahurumia mzee wako kiasi ya kwamba unamuonanga ni kama kuna majukumu nyingi. Hana hiyo pesa ameweka ya kukupeleka wapi? Hospitali. Mbona usiamuke useme once, babe, fanya hivi, mimi naumwa, nataka leo nifanye nini? Niende hospitali. Hapana, Lakini sasa. wewe umekasa. Hii ni kitu inakuwa real. Guys, Basi nakubali inakuanga sija. real, wacha Basi tuambiane, sawa. inakuanga real Nakubali kwa marriage. sijakwambia. Hmm? Nakubali sijakwambia nataka kwenda usi. Basi ni short. Ama nilikataa siendi. Maybe nilijazia una hizo do. Unaona? Na nikaelewa situation yetu tukakaa. Sasa Lakini makosa ilikuwa yangu ama mbona yako? mama yako akicall ushajijazia inafaa ende usi. Na hajakwambia nataka kwenda. Wewe unajuaje hajaniambia nataka kwenda? Hajakwambia tu nishasikia. Amesema anaumwa, ako serious. Alisema yani Aya, siku yake wewe ijakuwa tuko na- poa ndio kichwa inamuuma, but ametulia kwa kiti na ashameza dawa, which means that person is not sick. Wewe tuko na wewe Lakini hapo, ushajijazia. lakini unaumwa. Unajua kitu mali nakosea. Wacha sasa nikuambie ukweli. Wacha mimi naye nikukonfesia ukweli venye kunakuwa, venye kunakuanga. Wewe umeniambia unaumwa na tumbo. Na bado na si tunakufundisha hivi anza kujifanya. Si umeniambia unaumwa na tumbo. Wewe umeniambia naumwa na tumbo, lakini bado nakuona pale pale. Umetoa vyombo, umeenda ukaosha, nini umepika au nikaona unakula. So mimi ndaona hiyo kitu yuko more serious. Kama huyu mamangu amenipigia simu, ameniambia saa hizi niko kwa kiti nimelala. Unasikia? Kichwa inaniuma vibaya lakini nimemeza painkiller. Unajua mtu nda imagine, huyu mtu amelala, ako serious. Lakini wewe umejikaza tu, unajikaza. Si ati tunasema ni vibaya kujikaza, lakini sasa hapo ndo sisi wanaume tunaonanga. Sasa unaongojanga mtu alale. Good example, acha nikuambie. Mtoto. Mtoto akiwa mgonjwa. Nini nafanyikanga? Hata kama sina pesa ya unga, natoka mbio nini mnunulie dawa. Na tuende tukope unga. Kwa nini? Nimemuona ako serious yenyewe, mtoto ako pale ako serious. Sasa acha nikwambie baby. Yaani example Wewe unataka mimi nifanye aje? Example Serious. Unataka nifanye aje kwa hiyo situation? Sawa hiyo situation. Sawa basi example mimi na mamako. Juu ni kama unamaanisha, Susikie. ni kama unamaanisha hapa mimi napenda na value mamangu sana kuliko my wife. Yeah, na that is Hapana. sawa. Acha basi nikwambie. Nothing like Sayo that. mimi na mamako tumepata accident once na sote tuko ICU. Na daktari amesema they are both in critical condition. Utaenda mbio confirm nani bado anapumua. An example utaenda mbio. Kodi gani ya kwanza? Hapo sasa kwanza kama nimetake break hapo ndakudanganya. Kuna haja hata nijibu hiyo swali. Kwani? Alafu which means wanaume wanachukuanga Juu. nini wazazi yao, Hapana. yani mostly Wacha mama yao nikwambie, ni first priority kushinda wife. No. Na hiyo kitu ifaangi hivyo. Hakuna Bibi kitu yako kama na hiyo. anakuhitaji. Unaona ndo maana wanasemanga ati wanaume wanapenda mama na wasichana wanapenda baba. Hiyo ni uongo. Wanaume we value all wanawake wote. So si ati napenda mama kushinda wewe, wote na value. Na wote tuko hapo kuwakea. Unaona? Sababu huwezi niambia Na kama sasa tumekaa hivyo kwa marriage mpaka nimefeel sasa, yani wewe unapenda sana mamako kuniliko. Yani unamjali, yani hata akikohoa tu sahi aseme msijakula so umeshamsort. kitu inafaa ni wewe mwenyewe ukae chini upange strategy yako, utafanya aje? Juu mimi ulitaka nifanye kama wewe ni mimi, ulitaka nifanye aje hapo? Guys, Nimwambie- kama wewe ni nimwambie, Dani utafanya okay. nini? Juu sasa mimi sijielewi. Kama wewe ni mimi ungefanya aje? Kuna hiyo feelings yenye mtu huwa ana feel kabisa, huyu jamaa na mama yake ni hivi. Hata sasa nianguke hapa nivunjike mguu. I think hata mama yake akipiga sasa simu amwambia chakula atatuma tu do, atanipeleka usiku. Unaona? Na ni kitu tu ninajijazia. So guys, mtu utafanya aje? Kuna mwenye atasema what if God atoe mama yako kwa hii dunia, utanipenda? Will that still change? Change. No, Yeah, it can't. atuombei Inaweza mtu kosa adate. kuchange bado. Sawa guys, yenye mimi naona yenye mimi naweza nikamfanyisha, I think ni
ukue socialize na huyo mama hata kama mama na akupendi. Mko tu socialize na yeye. Yaani ukue deep na yeye, mkue hadi akipiga simu siku nyingine mzee anakuambia, chukua hiyo nani mama, wewe chukua. Unaona nini guys? Yaani mkati hiyo conversation yake na mama yake ibaki tu sasa. So that's your advice. Ama hiyo ni jealous. So advice yako ni ati upay more. Sasa wewe uamue kupay more attention kwa mama yako kwa mama mkwe. Akipiga simu. Sasa mzee anaonyesha anapenda mama mkwe, wewe nawe uonyeshe unapenda mama mkwe. Tena napenda more than you na namkea tu sana. Akitisha 500 natuma izikiwa na 750 juu. Mimi naye maoni yangu. Guys, kama unapitia situation kama hiyo, sawa? A situation whereby by the way kitu inahappen kwa kila mtu anafeel yani mse. Yani ndio anakujali lakini first priority yake ni mama yake. So kama unapitia situation kama hiyo whereby unafeel your husband anapenda tuseme kwao ama mama yake zaidi kukushinda wewe. Na wewe ni mwanaume ama unafanya, wacha mimi ni advice mwanaume, wewe umeambia wanawake wenye wanaweza penda mama mkwe yao. Mimi kwa wanaume, I think the most thing inafaa wewe na uweke kwa mind yako ni ujue your family come first. Si familia yako, your family that you start your new generation. Ya bibi yako na watoto wako ndo wanakuja first, then hizi zingine baadaye. Yani hao wengine ni kama second. So that yani kusikua huko ati kuko na shida unaweza kimbilia huko uache hapa kwako. Let your family value most, si ndio? Yeah. Anyway, kama hiyo ni kitu real by then ukweli. Anyway, kwa maoni yako pale chini ya hata Mungu anasaidia kama majaribu mengine. Wewe weka maoni yako pale kwa comment section chini ya hii episode ya confession. Tusikie na wewe unahisi which is the best. Na kitu gani yenye mwanaume akifanya inakuudhi kabisa mpaka una feel ni kama yani penye imefika ujamani pendi. Na kupendi kweli kabisa. Yani una feel tu akupendi. Wewe toboka tu yako itoke. Kuna by the way unaweza feel huyu mtu anijali. Mbona mtu akilia tu by the way kuna mob na unajua kuna mob. Next guys, we have mob to discuss this issues. Na kitu kama hiyo ifanye inasababisha ati mnaachana because you need to find a solution. Na solution tu ni kuongea ni kupiga tu mjadala. Solution ni chini muongee, ulani mwenzako, ulani ujue ni nini. Ama unaenda chini unafanya tactics yako unajaribu nitafanya aje huyu jamaa ache kufanya hivi zaidi, unaona? Yaani ujaribu zaidi venye utasolve hiyo problem. Alafu guys msikose kusubscribe kwa channel yetu. Si channel mgeni guys, ni the same channel but tunajaribu kutafuta views, jua tuna views guys. So subscribe keep on view, engage in comment section, like, comment hapo. Kenya tunataka sana ni maoni yako guys. We're just creating a new generation for us, a new advice for us. Yani tunataka hii marriage ikuwe strong somehow, at least tuki open up vitu zingine. Kama una grow hapo hivyo kwa relationship yako unaweza open up. By that time unaweza take only 10 minutes kuongea ama 20 minutes unaambia tu babe kaa hapa chini kitu inakuudhi. Mna speak up, mnapata kama solution. Kama hizi muita babe unamuita baba nani. Kama unaweza muita baba nani unamuita kababa. Then learn to get advice. Na make sure hiyo conversation huwa ikuji kama watu wamekasirika. Hiyo conversation huwa inakuja kama at least kuna kamudu fulani unaona mzee anakuonyesha. Yani ako free mode. Yani ako si uone mtu amekasirika na unaanza kumwambia unajua kitu fulani inanuudhi. Hiyo by the hata acha nikwambie. Hii inatakanga kwanza unampea mambo yake. Akipiga mzigo vizuri sasa atulie. Unaanza sasa. Ako ina mood. Hapo sasa. Bye. Hapa ataongea. Anyway guys, 9:10 usiambie kila mtu mambo yako. Sawa? Si kila mtu ende umfungukie ati kwangu iko hivi. Wengine wanafiki. Wengine na wajua bana. Thank you so much guys for watching this episode of Confession. Manze, situkutane in the next episode. Bye. Say yo. We love you. Hii mguu ni mzito bana. Hadi mwenyewe naisikia ni mzito. Ni yako ni mzito kwenda huko.